Wanabunge power. Sawa sawa. Hii ndio sasa Kenya tulikuwa tunaitaka sasa. Wanabunge ni asanteni sana. Nimekaa bila kukuja hapa. Kuna vile mikakati nilikuwa naweka ya kuingia Jubilee, vile sisi wana Jubilee tumeingia ndani ya Matiang'i. Sasa mimi nataka niongee kitu moja hapa. Niende kwanza kwa mada ya leo ile about registration, ile tunaita mass voter registration, ile ambaye inaendelea hapa Kenya. Mimi naomba wa Kenya mahali popote wako, especially Gen Z, this is the time mnastahili mchukue ngao yenye itaenda kutusaidia kupeleka mtu nyumbani. One term, two term. Nimesema vijana wale tunasema wanajiita Gen Z, this is the time. This is the time. Tunastahili tuchukue kura. One term. Tuhakikishe tumetuma mjamaa nyumba. Mimi nataka sasa, nimesikia watu wakiongelea maneno ya two term, one term. Sincere speaking, wa Kenya kule nje wanasema ni one term. One term. One term. One term. Sasa nimeachana na maneno ya one term na maneno ya two term. Mimi nataka niwaambie hivi. Mimi nataka niseme hivi. Vijana kule nyumbani, mimi nilifanya kampeni vijana wachukue kura. Ili ikifika wakati ambayo inafaa, kwa vile tunaenda kufanya kimira yetu ya kuhakikisha Kenya inaongozwa na mtu mwenye ako nini, anajua ni nini inastahili kufanywa wananchi watukufu wa Kenya. Mimi kama kijana ya Matiang'i, nyumbani nimefanya kampeni vijana wachukue kura, tuhakikishe kama 2027 tumechagua kiongozi anaitwa Fred Okengo Matiang'i. Mimi nimehakikisha kwa sababu nyumbani nimetoa gari zangu 5 kutembea kila mahali kuhakikisha vijana wale ambao wanajiita Gen Z wamechukua kura. Na mimi hapa Chifanji nataka nihakikishie watu, kijana yote mwenye ni Gen Z amechukua kura, asimama hapa nipatie fare sahi. Na hiyo fare anapatiana ni fare ya kijana mwenye anasupporti Matiang'i, kijana ya Matiang'i. Matiang'i power. Matiang'i ndio tunaongojea atatukomboa Kenya hii. Matiang'i. Haya, kitu kingine ya pili. Mimi nataka niwaulize wa Kenya, kwa sababu hakuna mtu ambaye hajasaliwa hapa Kenya. Sisi wote tumesaliwa hapa Kenya. Kuna yale matumaini tulikuwa nayo ya kwamba serikali ya Mheshimiwa Ruto ilikuwa isaidia wa Kenya. Nimesikia vijana wengine wakikomplain hawana kazi. Kuna mmoja hapa mwenye anasupport hiyo serikali ametoka hapa. Amesema ya kwamba kweli vijana wa Kenya hawana kazi. Na wakati wa campaign, President Ruto alikuwa anatuambia ako na njia ya kucreate jobs ya kupatia vijana. Hiyo kazi mumeiona? Iko. So mimi nataka niambie wa Kenya, wakati huu Wakenya wote wamerevuka na wajinga waliisa Kenya. Vile President alikuwa anatuambia, this time round Wakenya wamerevuka na Wakenya wameisa Kenya. This is the time tunakupeleka nyumbani uende kuchunga ng'ombe. One term. Nikimalizia. Mimi nataka niongee kwa kiongozi mwenye anaitwa Rigathi Gachagua. Wa Munyoro. Rigathi Gachagua tumekuonea 18. Yes. Wewe ni kiongozi ambao tulikuwa tunatarajia utatupatia mwelekeo. Sasa hii inaonekana wewe ulikuwa ukunywa chang'aa, sasa hiyo umeanza kukunywa chang'aa. Kwa sababu mambo yenye umeanza kuongea kwa media hayafurahishi wa Kenya wazalendo wenye walikuwa na matarajio kubwa ya
Kenya ni nini opposition United opposition ya kutusaidia. Saa hiyo umeenda kinyume na yale matarajio tulikuwa nao sisi kama Wakenya. Mimi nakuambia kama mimi kijana ya Matiang'i, usiporekebisha, kwa sababu tumeona wewe ndio uko na nia mbaya, kwa sababu viongozi wote wenye wako United opposition ni watu wako shopa, na tulikuwa tunatarajia ukae shopa. Saa hii ni kama umeanza kukuja changa. Mimi nataka nikuambie Mr. Rigathi Gachagua, tafadhali stiki na yale mambo ulikuwa nayo ya kutupatia mwelekeo, tuchague kiongozi mwenye ataweza kukomboa Kenya hii. Hii maneno umeanza kusema ati Matiang'i ameingia Jubilee. Jubilee imekufanyia nini? Jubilee ni party ambayo ilikuwa na president hapa Kenya. Yako ijatesti hata nini, hata MC haina. Sasa unataka tufuate gani? Sisi kama supporter wa Matiang'i tumesema Matiang'i amefanya vizuri kuingia Jubilee, na sisi tuko nyuma yake, na Gen Z wako nyuma ya Matiang'i kwa sababu ndio walimuleta, wakasema yeye ndiye anastahili kuwa president wa Kenya. Kwa hivyo Mr. Rigathi Gachagua, wewe enda kanisa uombe urudi laini yenye ulikuwa nayo, kwa sababu yale mambo umeweza kutuambia saa hii hayatupendezi sisi kama Wakenya, kwa sababu unataka kudivide hiyo strong opposition iende ikue hivi ndio president apate njia nyingine achaguliwe. Tumesema ushindo katika jina la Yesu. Matiang'i ni Mkenya na Jubilee ni ya Kenya na hiyo DCP ni ya Kenya. Tuungane pamoja, tuhakikishe Ruto ameenda nyumbani. One time. Nikimalizia speaker. Mimi kuna utafiti wangu nimefanya, kwa sababu nimekaa hapa bunge na nimeona wanabunge ile shida tuko nayo ni kwa sababu hatuna kazi. Tukiwa na kazi tutakuwa tunadiscuss vitu zenye zinasaidia sisi kama wananchi wazalendo wenye wanakaa bungeni. Na mimi nataka niambie viongozi wengine, nimeona gazeti ya leo imesema Minister wa usalama wetu Kipchumba Murkomen ametumia 700 million kwa sababu ya chukua la usalama. Chukua la usalama imeleta maendeleo gani? Kuna maendeleo imeleta? Hizo pesa wangesipangu waweke kwa sekta ya education, si watoto wangesoma shule. So ile kitu mimi nataka niambie serikali. Mwisho kabisa nataka niambie serikali. Nimeona wastage wa serikali ya Kenya Kwanza imekuwa too much, kwa sababu wanatumia pesa ambazo mahali ambayo itajiki kutumika pesa. So mimi nataka niambie president, usifikiri Wakenya wanakasirika kwa nini? Hizi vitu wanafanya peti hizi ndio zinafanya Wakenya wanakasirika. Kwa hivyo hakikisha kama unapeana pesa, si saidia wananchi wa Kenya, lakini kutuambia maneno na atichukua la usalama atutumie 70 milioni. Hizo ni vitu zingine asitusaidia. Asanteni sana.